akasimika mbele za Bwana. Fikiria Daudi wakati wa ujana wake, Mungu alimtumia kwa nguvu na juhudi na maarifa. Roho Mtakatifu alikaa juu ya Daudi. Haleluya wana Mungu. Haleluya. Haleluya. Na mpaka siku ile ambapo alipo baba yake alimwambia Daudi, mwanangu, kawaangalia ndugu zako. Daudi anakwenda kuangalia ndugu zake, anakuta jeshi la Israeli likiwa linaongozwa na mfalme Sauli. Limekuwa na hofu kubwa kwa ajili ya jitu moja, Filisti moja lenye miraba minne linawatishia Waisraeli. Daudi kasema, hivi huyu ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Mtu asiyetahiriwa. Ni nani huyu anayetukana jeshi la Bwana? Ni nani huyu? Haleluya wana. Basi, yani, hebu naomba uishi maisha ya utakatifu. Amina. Naomba uishi maisha ya utakatifu. Na kama kuna njia ambazo ulikuwa unakwenda jana michepuko namna hii, kwa kuwa mchungaji wako hayupo, uko peke yako, ukipiga tena huku, unakuja huku, unakuja huku. Unafikiri kwamba hanioni. Unajua hanioni. Unafaa unavyojua wewe, unavyotaka wewe, lakini yuko Mungu. Hakuna. Yuko Mungu aonaye. Yuko Yesu aonaye. Tajificha wapi? Tajificha wapi mtu wa Mungu? Daudi akasema, bwana wangu Sauli, hebu niache nimpige huyu. Akasema, wewe huyu ni jitu la vita hili. Uliwezi. Daudi kasema, nilipokuwa chunga mifugo kwa baba yangu, walikuja simba nikaua, walikuja dubu nikaua, yalikuja majoka makubwa nikayanyonga. Huyu ni nani huyu? I said, ukiwa ndani ya Yesu, ni nani atakaye kusumbua? Ni nani huyo atakaye kusumbua? Ni nani? Daudi akasema, bwana Sauli, hebu niache. Lakini Sauli akasema, huyu ni mtu wa vita, huyu ni mtu wa vita. Akasema, hapana, hebu niache. Hapana Daudi, hapana. Basi tuvishe mavazi haya ya kivita. Wakavisha Daudi ili ya kwamba afike mbele za Goliath apige naye. Daudi kasema, sikuvizoea hivi, kavivua kavitupa chini. Amina. Yuko Mungu aishi. Daudi alisimama, aliyetunza utakatifu, aliyesimama na Bwana, wala hakumwacha. Na ndio maana kanisa la Bwana ipo harusi mbele yetu. Amina. Ipo harusi mbele yetu. Amina. Angalia maisha ulionayo. Kama unaona maisha yako ni ya makona pana mna hii, na makona kona hivi, hebu acha nyoka njia moja. Nyoka njia moja ya Yesu Kristo peke yake. Dhambi ni mbaya, dhambi ni mauti, dhambi ni kifo.
akaanza kumwendea Goliathi. Sasa Goliathi alipoona ni katoto kana mwendea Goliathi, akacheka sana. Kumbe hakujua Daudi amembeba nani. Goliathi akumjua Daudi ni nani, amebeba nani. Daudi akasema, wewe unanijia mimi kwa fumo, unanijia mimi kwa lungu, unanijia mimi kwa silaha. Akasema, leo nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ndiye tukana. Uliyetukana huyu ndiye niliyembeba, ndiye ninayekuja naye kwako, na kichwa chako na kuhamisha. Hebu, huyu ni mtu anayetembea na nguvu na uwepo wa kimungu. Hadithi na jambo lolote. Ni shujaa, ni jasiri. Haogopi. Hatishi. Yeye muda wote anaposimama na Bwana anasema, wewe Mungu, wewe Mungu ukae ndani yangu, nikutumikie. Sasa aliokota mawe matano yaliyojaa uwepo, mamlaka ya kimungu. Akatumia jiwe akaweka ndani ya kombeo yake, manati yake, akazungusha. Ndio maana tuliona Yesu, hatuna wasiwasi na Bwana. Hatuna wasiwasi na Bwana. Hatuna mashaka na maisha yetu. Hatuna mashaka, maana tunajua sisi tunaye. Tumesimama imara. Alipoachia jiwe moja, likazunguka, likaenda hadi kwenye kipaji cha uso wa Goliathi. Jamaa pepe mti. Daudi akakimbia akaenda kapanda juu ya mwili wake, akachomoa upanga wake, akainua juu, akamfyeka Goliathi pale. Wafilisti jeshi lake likakimbia. Ndipo jeshi la Mungu Israeli wakasema, tunaye Mungu. Lakini Daudi akapita wakati akayacha njia yeye. Ndipo ile nguvu, uweza, mamlaka ya kimungu yakaisha. Lakini kitu cha Daudi alikuwa mwepesi wa kutubu. Alikuwa mwepesi wa kutubu. Anafanya dhambi leo, anasema, jamani, nimekosa, munisamehe, na Mungu wangu namkosea. Ndio hapa sasa. Ndio hapa nasema, nimezofika na kutubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako. Kuugua kwangu hakustirika. Moyo wangu unapita, nguvu haipo.
anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Amina. Na mwaliko wa parapanda malaika wa mbinguni anakuja kumchukua bibi harusi. Haleluya. Kwa maana nimeitwa nikuandae. Nimeitwa nikuandae. Nimeitwa nimwandalie Bwana kwa ajili ya harusi ambayo iko mbele yetu. Sijaitwa nijiangalie magari duniani. Sijaitwa nijiangalie mali ya dunia. Sijaitwa hivyo. Sijaitwa hivyo. Leo la Mungu kuniita nimwandalie Bwana. Wewe ambaye ndio bibi harusi wake. Nikuelekeze njia ya kupita ili uwe salama, ili Yesu ajapo akukute uko vizuri. Akukute upo stendi na mgoja. Ajapo Bwana aje akunyakue akupeleke pale. Amen. Ukafurahie raha, ukafurahie furaha, ukafurahie umilele. Hebu tuangalie wazo la kwanza. Kuwa mkweli kuhusu dhambi. Kuwa mkweli kuhusu dhambi. Kuwa mkweli kuhusu dhambi. Hebu nisome Zaburi 32:5. Nasema na nikujulisha dhambi yangu wala sikuficha ukosefu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Ndio. Nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. 6. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Amen, atosha. Amen. Amen. Nitakujulisha dhambi yangu. Hebu niambie. Dhambi yako unamjulisha nani? Makosa unayoyafanya unamjulisha nani? Huwa unamjulisha nani dhambi unayoifanya? Anasema Daudi, Bwana nitakujulisha dhambi niliyonayo. Nitasema. Bwana Mungu, si bora ukasema ili ukasamehewa. Amina. Amen. Amen. Bora ukasema ukaiweka wazi. Na maandiko yanaambia katika Misale kwamba afichaye dhambi zake hata samehewa. Amen. Amen. Kumbe mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, harusi iko mbele yetu. Nimeolewa. Ni mke